Na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi moja kwa moja nikukaribishe kwenye tafakari yetu ya siku ya leo ambayo inasema tuishi kwa kukomboa wakati. Wakati ni muhimu sana. Wakati ndio maisha yetu. Kila kitu ni wakati. Kila jambo na wakati wake. Mhubiri amesema kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Kuna wakati wa kucheka na wakati wa kulia. Kuna wakati wa ujana, wakati wa uzee. Fainali, wanasema fainali uzeeni. Sasa haya maisha yanaandaliwa kwa wakati, na uwezi ukaruka wakati. Wakati wa utoto unafikiri kama mtoto, wakati ukiwa kijana unaishi kama kijana, wakati wa uzee unaishi kama uzee. Sasa hivi tunaona kuna wazee ambao wanataka waishi kama vijana. Umepitwa na wakati. Kuna vijana ambao wanataka kuishi kama watoto. Umepitwa na wakati. Wakati wa watoto ungeishi kama mtoto, na sasa hivi wewe ni kijana, ishi kama kijana. Kijana tunatamani tukuone katika ubora wako, tukiona ukiwa na nguvu zako, ukifanya mambo amazing katika jamii. Tunakutegemea wewe, uje na maono, uje na mipango mipya, ubadilishe mazingira ya familia. Wewe ndio na nguvu, tunakutegemea. Hatutegemei kuona vijana wako kwenye mtandao huu unama huku, unama huku, unawama huku. Na hivi sasa hivi kuna wifi. Basi ndo naitumia kuanzia asubuhi, mchana, usiku, haulali. Unadonua huku, unadonua huku. Umbea, unafuatilia maisha ya mtu, tena maisha ya mtu aliyeshindwa. Abora basi ungefuatilia maisha ya mtu ambaye angalau atakusaidia katika maisha yako. Angalau ungejifunza vitu vya kusaidia katika maisha yako. Unajifunza kulumbana, kuongea maneno machafu, kubishana. Unajifunzaje kwa mtu aliyeshindwa? Kwa mfano, kijana mwenye elimu yako, kijana ambayo taifa linakutegemea, unashinda unalumbana na watu ambao wamechoka, ambao wana faida kwako. Maisha yako kijana unatakiwa iandae leo. Kesho unataka kuwa mzazi wa namna gani? Unataka kuwa mama bora wa namna gani? Watoto wako waishi namna gani? Hebu fikiria wazee wako walivyokulea katika mazingira magumu, lakini wakakusomesha. Leo hii ukijiangalia kama kijana mwenye elimu yake, kweli kesho una uwezo wa kuwa na familia, ukaandaa familia yako, ukawasomesha, ukawapa maadili mazuri. Ishi kwa kukomboa wakati. Wakati ni mali. Kuna wakati utakosa nguvu, mifupa inaanza kuchoka, na sio mbali, miaka 40-45 miguu imeshaanza kuchoka, akili imeanza kuchoka. Sasa hujaiandaa hiyo kesho yako, hujaandaa maisha yako ya uzeeni, utaishije? Vijana wanapenda sana starehe, tena starehe ambazo hawana uwezo wa kuzigharamikia. Unapoteza muda mwingi kwenye makundi, kwenye malumbano yasiyofaa. Ishi kwa kukomboa wakati. Haleluya. Tukisoma Wakolosai 4 mstari wa 5 hadi wa 6 anasema, enendeni kwa hekima mbele yao walio nje, mkiukomboa wakati. Maneno yenu yawe na neema siku zote, yakikolea munyu, mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu. Ndiyo jamani, watu wanaongea vibaya, watu wana matusi, watu wanajibu vibaya. Hata kama mtu amekosea, tumeambiwa maneno yetu yatiwe munyu. Unavyotaka kumsaidia mtu, usimsimange kwa kile ambacho unamsaidia. Mwelekeze, ndugu, hapo umekosea, fanya hivi na hivi. Na wewe unayeelekezwa, kubali. Kijana unayeambiwa njia zako sio sahihi, kubali, kwa sababu ni kwa faida yako wewe mwenyewe, ni kwa maisha yako wewe mwenyewe. Unapoambiwa achana na makundi haya, kubali. Sikiliza, sikia hekima kutoka kwa watu wakubwa, kwa wanaokuongoza. Utafaulu maisha yako, na hutakuwa mtu wa kumlalamikia huko mbeleni. Utasema niliambiwa, nilionywa. Na sisi tunaonywa, tuonye vijana kwa maneno mazuri, si ndio? Tumeambiwa tuwe na hekima, lakini tunaambiwa sisi ni chumvi ya ulimwengu. Sisi ni chumvi ya ulimwengu. Sisi ndio watu wenye hekima wa kusaidia watu wa ulimwengu huu.
Wewe ambaye unamjua Kristo, unajua neno la Mungu, ni wewe wa kufundisha, ni wewe wa kuonya, ni wewe wa kukaripia kwa upole, ukiongozwa na Roho Mtakatifu, namna gani ya kuwavuta watu kuja kwa Yesu. Kesi ni chumvi, wewe ni chumvi, wewe ni taa kwa mtu ambaye yuko gizani. Umulikie, umwambie huku na kwenda siko. Na wewe unayeongozwa ukubali kuongozwa. Haleluya! Vijana, maisha yenu ya kesho yanategemea sana siku ya leo, yanategemea sana wakati wa leo. Wakati ukisha kupita, umepita, haurudi. Siku ikienda, imeenda. Unapopata neema ya kufanya kazi, fanya kazi kwa bidii na kwa malengo, kwa faida yako ya